Naomba tuangalie katika kile kitabu cha Mathayo 23 na ule mstari wa 26. Biblia inasema, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Kwa hiyo Mungu anawaambia Mafarisayo, ambao Mafarisayo hawa walikuwa wanaonekana mbele ya jamii wakimtumikia Mungu na kufuata sheria ya Mungu, lakini walikuwa ni wanafiki. Kwa hiyo watu leo wamekuwa wanafiki, wanajifanya wanamtumikia Mungu lakini hawamtumiki Mungu, wanamtumikia shetani. Kwa hiyo makanisa mengi leo yana sura ya jina la Kristo lakini hawamtumiki Kristo. Ndio maana Yesu alisema kwamba itafika majira makristo wengi watatokea. Kwa hiyo leo tuko katika nyakati uonapo haya chukizo la uharibifu limeingia patakatifu, ujue kabisa majira ya Bwana kuja kulichukua kanisa yamekaribia. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumza na Mafarisayo. Walikuwa ni vipofu, hawaoni, wanatembea gizani. Hawajui kuwa wanatembea gizani, lakini wao wanatembea gizani. Ndio maana hata hilo kanisa unaweza ukaona ni watu wanaotembea gizani kabisa. Hawaoni kuwa maisha yao ya mavazi ni yanamkosea Mungu, ni mavazi ya kidunia. Wao wanaona ni sawa tu, lakini nataka niseme ni vipofu. Mchungaji wao ni kipofu na washirika wote ni vipofu. Na mtu mwingine anasema, mchungaji usiseme na nini. Tusiposema nani atasema? Wengine wanasema, mchungaji mbona unasema watu? Biblia nzima inazungumzia watu. Yaani Biblia inazungumzia watu na Mungu. Kwa hiyo ukisema nisiseme watu, maana yake hiyo sio Biblia inavyotaka. Biblia inataka tuwaseme watu, tuwaonye watu na dhambi zao, tuwaonye watu na makosa yao ili wamgeukie Mungu. Kwa hiyo wengi wanajua huu ndio Ukristo, lakini huo si Ukristo. Anaposema safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake na ipate kuwa safi, manake usafi unaanzia ndani. Watu wengi wao wanasema Mungu anaangalia ndani, haangalii nje. Hapa Biblia maneno haya yanazungumza kwamba safisha kwanza ndani ili nje pawe safi. Haiwezekani nje pawe pachafu eti ndani pawe pasafi. Hapana. Uchafu unaanzia ndani. Kwa hiyo ukiona hali hii ya nje ni chafu namna hii, ujue ndani ni pachafu zaidi. Kwa hiyo Mungu anawaambia Mafarisayo wasafishe. Na mimi nataka niseme, wewe mtumishi unayejiita mtumishi wa Mungu, safisha ndani ili nje pawe safi. Kwa hiyo unaona vijana wako hapo, wengine wamenyoa viduku, wengine wamevaa vitu vya aibu. Wanaonyesha watu kuwa kanisa ndilo linavyokuaga. Hapana, kanisa sio hivyo. Hicho ni kieneo chenu tu, mnakutana, mnajifurahisha tu katika uovu wenu, lakini kanisa si hilo. Kanisa sio la watu wa namna hiyo. Hilo ni kanisa la kidunia, sio kanisa la Mungu. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wako hapo wamenyoa viduku, na ukiwaambia wanakuambia, bwana we, kila mtu afanye kazi kwa wito alioitiwa. Sasa sijui Mungu anaitaga watu wafanye ujinga kama huu? Hapana. Mungu hawezi kuita watu wafanye ujinga kama huu. Ukiona hivi ujue kabisa kwamba huu ni wito mwingine wa kishetani, kwa sababu shetani naye anaita watu wake. Kwa hiyo mimi nilionya ili kanisa la kidunia linalobeba jina la Yesu Kristo na waliomo, pengine kuna watu wanaweza wakawemo humo na wasijue. Niwaambie kwamba hakuna hata mmoja pale Yesu akirudi leo wanaondoka. Kwa jihadharini, kuweni makini. Madhabahu nyingine sio madhabahu za Kristo. Sababu madhabahu ya Kristo itakupeleka kutenda mema, itakupeleka kuishi maisha matakatifu, itakupeleka kuvaa nguo za staa zenye kuonekana vizuri, si uchafu. Yaani
nje ndio inatuonyesha kwamba ndani kumeoza vipi. Kwa hiyo mimi nionye kabisa. Ukisoma katika kitabu kile cha Warumi 1:21, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao. Maana kuna watu wanaweza kupotea katika uzushi wao. Wanaona wanamtumikia Mungu, lakini kumbe wanamtumikia Mungu kizushi, kwa uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga katika giza. Kwa hiyo wako gizani na wanaona wao wako nuruni. Ni ujinga. Anasema wakijinena kuwa wenye hekima waliopumbazika. Najinena wenye hekima lakini wamepumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao za mioyo yao, wafate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kuvunjiana heshima miili yao. Nakaa bila heshima, navaa mavazi bila heshima. Na ukiona kijana wa kiume anavaa heleni, maana yake anatangaza ushoga. Ni ushoga. Sababu huwezi ukawa mwanaume kweli, kijana mwanaume kweli, mwanaume wa kazi, alafu uweke heleni. Maana yake unasema nini sasa hapo? Maana unasema nini sasa? Kwa sababu heleni zinavaliwa na watoto wa kike, tena ambao hawana Mungu. Lakini mwenye Mungu hawezi kuvaa heleni, kwa sababu heleni ni makosa. Sasa ni ishara ya kutuambia kwamba wewe ni mwanamke au wewe ni mwanamume. Hiyo ni ishara ya kusema kwamba wewe ni mwanamke, lakini ambaye umevaa suruali ya kiume na una sura ya kiume. Ndio ishara unatutangazia sasa. Sasa anasema mstari wa 24, mstari wa 25, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Kuna watu wanaobadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Yaani wanafanya uokovu kwamba uonekane ni wa ukweli, lakini kwa maisha yale ni uongo. Ndicho kinachofanyika. Wakakisujudia kiumbe na kuabudu baada ya muumba aliyehimidiwa milele. Amen. Wakakisujudia kiumbe. Manake wanaobadili kweli, wanaoishi katika uongo, wanakisujudia kiumbe wasichokijua. Yeremia 25. Sasa nimeona mchungaji kanyoa kiduku, vijana viduku, wasaidizi viduku, wacheza dansi show madhabahuni viduku. Sasa ngoja niwape maandiko. Watu wa viduku ni watu wa aina gani? Ukisoma katika Yeremia 25 mstari wa 15, maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi, pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwangu. Manake ilikuwa ni kikombe cha divai ya ghadhabu ya Mungu, anampa mtumishi wa Mungu. Ukawanyweshe mataifa yote ambao nitakupeleka kwao. Manake Mungu anatupeleka ili tuwaonye. 16, nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakaoupeleka kati yao, watakaohukumiwa na Mungu. 17, ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi mwa Bwana, nikawanywesha mataifa yote ambayo Bwana alinipeleka kwao. Turuke 22, mataifa gani? Na wafalme wote wa Tiro, na wafalme wote wa Sidoni, na wafalme wote wa kisiwa kilicho ng'ambo ya pili ya bahari. 23, Dani na Tema na Buzi na watu wote wakatao denge. Yani watu ambao walikuwa wanaenda kupewa kikombe cha ghadhabu ya Mungu ni mataifa pamoja na wale wakatao denge, ambao leo tunawaona denge imekuwa ni fashion. Kanisa lina watu wa denge. Kuta mchungaji kanyoa kiduku, washirika viduku, mpaka wanawake viduku. Sasa unajiuliza, huu ni mchezo wa kiuni sana.
Zamani ilikuwa ni ngumu, huwezi kwenda kwa mzazi wako ukiwa umenyoa hivyo. Vijana walikuwa wananyoa kwa kujificha, na baba akikuona anakuita na kuambia, mwanangu, siku hizi umekuwa muhuni. Ila leo eti ni fashion. Leo mpaka wachungaji wananyoa, wachungaji wahuni ambao ghadhabu ya Mungu iko juu yao. Ukifa na kijogoo, ukifa na denge, huwezi kuingia mbinguni kamwe. Huwezi. Mungu, ghadhabu ya Mungu iko juu ya watenda dhambi na wanyoa denge. Ghadhabu iko juu yao, kwa maana wanabadili asili ya kile Mungu alichokifanya kichwani kwao. Wanamwambia Mungu kwamba ulitupa staili ya nywele mbaya mbaya, kwa hiyo angalau ungeacha sehemu ya hapa ili pakawa vizuri kama unavyoniona hapa. Manake unatangaza hivyo. Yeremia 9:26, Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunyoa denge wakaao nyikani, maana mataifa haya yote hawana tohara. Ona, anasema mataifa haya yote, manake wanyoa denge nao walikuwa kulikuwa na taifa ambalo walikuwa ni wanyoa denge, hawana tohara ndani yao, yani hawajatailiwa, ni wachafu, mioyo yao ni michafu. Kwa hiyo ukiona wahubiri au mhubiri yoyote ananyoa denge, ujua hasira ya Mungu iko juu yake, na mtu huyo hajatailiwa, moyo wake hajafanyiwa tohara, moyo wake unanuka dhambi, moyo wake umekaa kidunia, moyo wake umekaa kiovuovu. Kwa hiyo anasema katika Mambo ya Walawi 19 mstari wa 27, msinyoe denge pembe za vichwa vyenu. Asangalelo kanisa, vijana karibia wote wamenyoa denge na wavaereni, wanaume wamo humo. Wala msiharibu pembe za ndevu zenu, pembe za kichwa chenu, pembe za ndevu zenu. Mungu anachukia wanyoa denge na wale wanaonyoa ndevu, pembe za ndevu zao. Unakuta mtu ananyoa anazungusha hapa, au anazungusha hapa. Hao wote wako kwenye hukumu ya Mungu. Wote wanyoa denge, wanyoa pembe za ndevu zao. Mstari wa 28, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu, tatuu hizo. Leo tuna waimbaji ambao waliokoka wana matatu kifuani, kwa hiyo wanavaa nguo fupi ili waonyeshe tatuu zao. Unamuonyesha nani tatuu sasa? Sasa huo wote ni uovu, ni kukengeuka huko, ni kuishi katika dhambi na makosa. Watu wa namna hii Yesu akirudi leo hawachukuliwi, hawaendi. Na Bwana ameshanionyesha parapanda mara hizi mbili inapigwa na watu wananyakuliwa. Yesu yuko tayari, kila kitu kiko tayari, ni saa inasubiriwa ili watu waende wakamlaki Bwana mawinguni, walioikana dhambi, ambao hawajafanana na dunia, waovu ambao wanasema wameokoka wataachwa. 18 anasema msiandike alama milini mwenu, mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo haya maagizo yalikuwa ni ya Bwana, watu wasinyoe denge. Lakini leo kanisa, angalia bana, watu wanavaa nguo ambazo sio za kujistiri, wanavaa nguo mbaya, wanawake wako ni kama wako uchi. Huyo mwanamke akiangusha peni sasa hivi chini akiwa kanisani hapa, anainamaje kuiokota? Unakuta hata kucheza kwenyewe kunakuwa shughuli, huwezi kucheza kwa sababu nguo uliyoivaa ni nguo ya utupu, imekubana mwili, inakuzuia kuto kucheza. Sasa makanisa kama haya sio makanisa, ni virabu tu ambavyo watu wamekutana wanalitaja jina la Yesu, lakini Yesu hayupo hapo. Yesu hawezi kuwa hapo kwenye hivyo vitu vya ovyo ovyo hivyo. Yesu ni mtakatifu, mbinguni ni patakatifu, na anasema watakatifu walioko duniani ndio ninaopendezwa nao. Manake wewe kama sio mtakatifu,
huwezi kupendezwa na Mungu. Utakatifu ni ndani na nje, yaani lazima uwe mtakatifu ndani na nje. Alafu kinachoanza unasafisha ndani, nje panakuwa safi. Na ndio maana leo uovu mwingi unaanzia wapi? Ndani ya moyo. Tamaa mbaya, wizi, kila kitu kibaya kinaanzia ndani. Ukiona mwanamke amevaa nguo ya utupu, alianza kuipenda ndani. Aliona mtu ameivaa, akaifurahia moyoni mwake, akaenda kuinunua, akaivaa. Kuivaa ni matokeo ya kile kilicho ndani. Kwa hiyo dhambi inaanzia ndani kuja nje. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba Mungu anaangalia ndani alafu nje kumeoza. Haiwezekani. Kanisa linabadilisha watu. Ndani yake kuna Kristo. Wokovu ni badiliko. Wokovu ni kugeuzwa. Kwamba ulikuwa mwizi unaacha wizi, kwamba ulikuwa jambazi unaacha ujambazi, kwamba ulikuwa kahaba unaacha ukahaba, ulikuwa unavaa nguo za kiume unaziacha, unaanza kuvaa nguo za kistaarabu. Lakini wokovu wa namna hii, hapana. Hii ni mbinu ya shetani ya kuinua makristo wa uongo, waje walete picha ambayo sio picha ya wokovu halisi, watu waangukie hapo. Nataka nisimame. Nasimama kama Yeremia, nasimama kama mfua chuma. Bwana amenituma nikemee, nionye, nikaripie. Na mimi ninakuonya katika jina la Bwana Yesu Kristo, wacha kulipoteza kundi la Bwana. Wacha kulipoteza kundi la Bwana. Narudia tena, wacha kulipoteza kundi la Bwana. Wokovu sio huo. Huo sio wokovu. Wokovu ni badiliko la kweli, kuanzia ndani mpaka nje. Tutawatambua kwa matendo yao au kwa matunda yao. Kanisa linakusanya watu ambao wamekubali kubadilika, ambao wamekubali kuokoka, ambao wamekubali kwenda mbinguni, ambao wamekubali kufanana na Kristo. Picha yao ya muonekano imuishi Bwana, maisha yao ya muishi Bwana. Kwa hiyo ninaonya, hii tabia ni mbaya sana. Na wote mnaonywa denge, acheni. Ni dhambi machoni pa Bwana. Amen.